Jina la hadithi: usiku wa mwisho Mbeya. Kuna siku katika maisha ambazo hazisahauliki. Si kwa sababu zilikuwa nzuri, bali kwa sababu zilivunja kabisa uhalisia ulioujua. Ilianza kama usiku mwingine wa kawaida Mbeya mjini, mtaa wa Ghana, taa za barabarani zikiwa kama macho ya watu waliokwisha kuona mengi, na harufu ya mvua ikiwa hewani. Saa 2 usiku, nikiwa nimevaa shati jeupe nililolinyoosha na pasi ya makopo, nilielekea Club High Class. Rafiki yangu wa damu Pablo alikuwa anaandaa pati ya birthday. Tulikuwa tumejipanga kinywaji, ngoma, vibes. Nilimkuta Pablo nje akivuta sigara kama mtu anayetafakari vita ya ndani. Leo mambo yote ni yangu bro, akasema akinitupia tabasamu la mtu aliyechoka lakini anajificha. Tuliingia ndani ya club. Hali ilikuwa kama unavyoitegemea, hii muziki mkubwa, vicheko, miale ya taa zikicheza ukutani kama ndoto. Tulikaa kwenye kona tulioizoea, ile ya watu waliotaka kuwa karibu lakini si waonekana sana. Tulikuwa watu 7, mimi, Pablo, Zainabu, Rama na wengine waliokuja kuonekana tu, lakini kila dakika iliyosonga nilihisi kuna kitu hakipo sawa. Kama vile club ilikuwa inaficha jambo. Kama vile hewa ilikuwa nzito kupita kawaida. Na ndipo nilipomwona mtu mrefu, mweusi sana hadi hata mwanga ulimkwepa. Alikuwa nje ya dirisha akitutazama. Bila kupepesa macho, nikamtazama Pablo. Kuna mtu anatuchunguza, umeanza kulewa kabla ya kinywaji nini? Akasema akicheka. Lakini macho yake yalivurugika sekunde moja. Saa 3:30 Zainabu aliniambia, Kelvin, Pablo anaogopa kitu. Tangu jana hajalala. Kuna kitu aliniambia, ila aliniambia niweke siri hadi baada ya birthday yake. Sikuwa na muda wa kuuliza zaidi. Umeme ukakatika, sekunde 5, kiza, mlango ukagonga ghafla, sauti nzito kama ya mtu mwenye hasira ya miaka mingi. Sekunde 10 baadaye, mlio wa risasi. Sauti moja. Halafu kimya, taa za dharura zikawaka. Pablo alikuwa amelala sakafuni. Mikono yake ikiwa imeshikilia tumbo lake kama mtu aliyeshika moyo wake. Ambia niweke siri hadi baada ya birthday yake. Sikuwa na muda wa kuuliza zaidi. Umeme ukakatika, sekunde 5, kiza, mlango ukagonga ghafla, sauti nzito kama ya mtu mwenye hasira ya miaka mingi. Sekunde 10 baadaye, mlio wa risasi. Sauti moja. Halafu kimya, taa za dharura zikawaka. Pablo alikuwa amelala sakafuni. Mikono yake ikiwa imeshikilia tumbo lake kama mtu aliyeshika moyo wake.